ing'orita Maa TV amu enang ena. Mheshimiwa gavana wetu Samuel Ole Tunai, tumpe makofi anapofika mbele atusalimu na kutukaribishia baba atusalimie. Karibu Your Excellency, makofi mara nyingine anapochukua microphone on behalf of us. Asante sana, thank you so much. Right Honorable former Prime Minister Baba Raila Odinga, Your Excellency ambaye pia ni mwenyekiti wetu wa Narok Kajiado Economic Block, Ole Lenku ambaye pia ni governor wa Kajiado, CS wetu wa environment Tobiko, waheshimiwa wetu wote, senator wetu wa Narok County Ole Kina, County MP wetu Soipan Kudate, mbunge wetu ambaye ndio host Mheshimiwa Ole Kenda, mbunge wa Narok East Mheshimiwa Ken Kiloko, mbunge wa Narok West Mheshimiwa Tonoyo, msije kama mbunge pia wa Narok South wako, na tambua pia kuna viongozi wengi wa Narok wako hapo. Umesikia pia chairman wa NEMA Dado Ngojela, nafikiri pia kwa sababu ya mask, nafikiri pia nani mwingine, bwana PS wetu wa planning hapo. Asante sana bwana Kolome. PS Sunguli pia bwana CS pia hapo wetu, asante sana. Bwana Murindat, asante sana hapo na sisi. Kuna dignitaries wengi sana wa Narok ambao wako na sisi kwa sababu ya max poleni. Of course familia ya mama wote ambaye kwa heshima zote tuko hapa leo, wachungaji wote tunawaheshimu wote, mabishop, referees na mapasta, waombolezaji wote ambao wamefika kutoka Narok na sehemu mbalimbali. Najua familia hii ni familia ya heshima yote kutoka sehemu mbalimbali ya Maa pamoja na kaunti zingine, ambaye tunawakaribisha kwa heshima zote. Nafasi hii ya kipekee baba ameomba kwa sababu anasafiri na amekuja kwa heshima zote, na kwa sababu anapenda Narok na anapenda familia hii, ameomba aweze kuzungumza, na kwa hivyo nimekuja tu kumkaribisha. Ningeomba tuweke mkono vizuri sana kumkaribisha. 1, 2, 3. Asanteni sana. Thank you. Familia ya Mama Dorcas na William Ole Ntimama, viongozi wa kanisa wote na viongozi wote ambao wamefika hapa, magavana, CS wote na wananchi wote ambao wako hapa, amjambo. Enda sababogi. Yesu. Asanteni sana. Vile mwanagavana amesema, mimi singependa
kukuja hapa kwa haraka. Manake mimi ni rafiki wa boma hii na ningependa nikae mpaka napeleka mama kupumzika. Hii kitu ya mama ilikuwa ni pigo kubwa sana kwetu, na ilikuwa imepanga mapema ati mimi jana ningekuwa mimi naenda kwa mkutano mwingine huko nchi ya Dubai, lakini kwa sababu ya mazishi ya mama nikahairisha ati mimi nitachelewesha hata kama mkutano umeanza. Sasa leo hii ndege yangu inatoka saa 9. Ndio sababu nimeomba niruhusiwe niseme machache kabla sijatoka. Mama Dorcas ni mama sio tu ya boma hii, lakini mama ya maa yote na hata wa Kenya. Yeye ni mtu ambaye umesikia watoto wake wakiongea, na hiyo ni yeye, mtu ambaye anakaribisha kila mtu, ana moyo kunjufu, moyo wa urafiki, lakini vile vile ana ujasiri. Ndio sababu hata wakati wa shida yeye amesimama na mzee mpaka mzee ameenda. Na vile mnavyojua mzee Mtimama alikuwa ni mzee wa kabila ya Maa yote, na yeye alikuwa anawakaribisha. Na Mtimama alikuwa ni Maasai kamili. Tena mtu ambaye anajivunia ati yeye ni Masai. Anapenda tena anaheshimu mila ya Kimasai. Na yeye angekuwa kama Masai wengine angeoa mabibi wengi zaidi. Lakini vile mmeambiwa, yeye aliona kama mama huyu alitosha, kama hata kama angekuwa ni 10 bado huyu alikuwa ametosha. Kwa sababu hapo na haya ya kwenda kutafuta wengine. Lakini sasa hapa boma hii watu walikuwa wanakuja kutoka pembe zote za Kenya. Utakuta watu wametoka upande ya Lamu, upande ya Turkana, upande ya huko Migori, wanakaa hapa na mzee, na mama ndio anawakaribisha. Hapo ndio mimi nimejua mambo mingi sana juu ya mila ya Masai. Wazee wametoka huko upande ya Loitokitok, wengine wametoka kule Ilchamus, Baringo, kutoka huko upande ya Samburu huko, hata Rendile, unakuja hapa. Tunaketi pale, hapo nje mama anawasha moto, na tunakaa na hawa wazee. Tunaongea juu ya mambo ya zamani ya kale, na tena mambo ya sasa. Na mama hachoki. Saa yote mzee anasema alete chai. Na chai inaletwa hapa wakati wote. Mimi nimekuwa nimelala hapa, iko nyumba yangu hapa, mimi nalala tu. Sio ni baba. Tumekaa vizuri sana na mzee hapa na mama. Yeye alikuwa anaangalia mbele tena mpole, anataka kuunganisha watu wote. Kwa mwisho tumekuja hapa, tukaenda kwa kiwanja huko. Tulikuwa tunasema hii kiwanja ya Narok iitwe William Ole Ntimama Stadium. Za juzi niambiwa
ingawaje tuseme namna hiyo, bado hajaandikwa hapa. Kuna gavana, kesho iandikwe hiyo mambo ilikuwa inasumbua mama sana. Sasa mimi nataka hiyo ndikwe kesho, ili ijulikane ya kwamba hapa Narok tumetambua William Ole Ntimama na Jalolo Bwana Ntimama. Vile nimesema, watu wa jamaa wamepata shida mingi najulikana. Nimesema atikiwa kama wanaweza kuongea juu ya dhuluma ya kihistoria, hawa watu ndio wanajua mambo ya dhuluma ya kihistoria. Wakati tulikuwa tunafanya ile mikutano ya BBI, tulisema kabla tujaenda Nakuru, tuje Narok, tukutane na watu wa maa wote hapa. Tulikuja hapa na watu walikohoa, sio kohoa, toa makamasi yote hivi kama ilivyokuwa. Watu walikohoa, toa mambo mengi zaidi. Sasa tukasema sasa tutachora vile tutaweza kutatua mambo haya yote. Sasa baadaye kule kwa BBI ikatokea ati kutaongezwa kwa constituencies. Sasa wengine wakalalamika sisi hatukupata. Hapa Narok wakasema wanaongeza 3 na Kajiado 3. Lakini mimi nilikuwa nafikiri watu wanafurahia. Nilipokutana na viongozi wakasema sisi tuna wasiwasi mingi zaidi. Hizo constituencies tunataka kujua zitagawanywa namna gani. Maana yake huenda zikaleta shida kwetu kama watu wa maa, zikazidisha wengine na sisi wengine wa maa tukarudisha chini tena. Mimi nimeelewa. Maana mimi najua shida ya watu wa maa. Kwa hivyo tukasema yale yote yataangaliwa ili watu ambao ni indigenous mpaka wapate haki yao katika nchi yao. Hapa Narok kumekuwa na shida mingi kwa sababu kumekuwa na mambo ya mbuga na vile vile ukosefu ya mvua na kadhalika, kwa sababu ya uharibifu ya msitu wa Mau kama mingi zaidi. Nilipokuwa waziri mkuu, nikasema mazingira mpaka hifadhiwe. Nikaambia wewe hutapata kura. Nikasema afadhali niende niuze mandazi Kibera, lakini mazingira mpaka ihifadhiwe, msitu ya Mau mpaka ihifadhiwe. Nataka kutoa shukrani sana kwa kijana wenu Anakeria Kotobiko. Amekuja nyuma yangu na yeye ametimiza hili vile tulikuwa tunataka. Amepaa pale na akasema ya kwamba mpaka mazingira ihifadhiwe. Kwa hiyo nasema shukrani sana. Lakini ile kazi imefanya bado haitakamilika. Kuna wengine wanasema sisi bado tunasubiri tu. Unajua serikali itabadilika. Kwa hivyo sasa nataka kuambia nyinyi atapanga kuwa na tahadhari. Maana mnaona fisi amejipisha ile nguo ya kondoo. Akikuja hapa Narok, anakwenda kwa gavana, anaita gavana wa rafiki yangu. Sasa naambia gavana, hiyo fisi inakuja, badala kusema ninao
Ndio gavana, chunga kondoo zako. Chunga kondoo zako, usiwache fisi yaingie ndani ya zizi. Kondoo zitaenda, zote zitaenda. Nataka nyinyi nyote viongozi huko hapa, naona kijana wangu niwaambia dama yuko pale, ongea jihadhari na fisi. Lekena yuko pale, gavana Lenku yuko hapo. Nataka nyinyi mjihadhari na fisi. Tuko hapa na Amos na timu hapa. Mtimama amebaki. Deborah yuko hapo na Lile yuko hapo na watoto wote walikuwa hapo. Mama Dr. Siko wamebaki. Kwa hiyo nataka jamii ya Mtimama vile mkumbuke hapa, ili mama ya rafiki yangu mzee Ndulile Mtimama ibaki kama imesimama imara. Sawa. Kwa hiyo mimi nasema tunaomba Mwenyezi Mungu aweke mama na mzee Mtimama palipema kule peponi. Sawa. Mama aende salama, akifika salama asalimu Mtimama na wale wote ambao wanaenda mbele yake, sio? Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante baba, tumpigia makofi mara nyingine tena. Thank you very much Your Excellency. Ing'orita MAA TV amu enang ena.